kuna tabia moja inawatesa sana watu wa kimya, tena inawatesa sana, na tabia hii inaitwa overthinking. Overthinking kwa kifupi ni pale akili ya mtu inachukua jambo dogo sana na kulikuza kupita kiasi. Yaani ni kuwaza sana mpaka mtu anajiumiza mwenyewe. Na kwa watu wa kimya, basi hii tabia ni sehemu ya maisha yao. Yaani 90% ya watu wa kimya wana hii tabia, kiasi ambacho mwisho wa siku wanajiumiza wao wenyewe. Mfano, mtu mkimya anaweza akafunguka kidogo tu kwa mtu ambaye anamwamini sana. Sio kila mtu, hapana, ni kwa mtu mmoja tu ambaye anamwamini sana. Anamwelezea mambo yake ya ndani, hisia zake, maumivu yake na vitu vingine ambavyo anahisi akifunguka anaweza akapata nafuu. Basi baada ya hapo anabaki peke yake. Akibaki peke yake, sasa tatizo hili ndio linaanza. Ataanza kujilaumu, kwa nini nimemwambia vile? Sikupaswa kusema haya yote. Vipi kama atanichukulia vibaya? Yule kashanichukulia vibaya mimi. Kwa nini nimefunguka mimi? Anaanza kujilaumu, wakati yule mtu ambaye alimsikiliza wala hakumsikiliza kwa ubaya, alimsikiliza kwa nia njema na pia akaweza kumpa ushauri mzuri tu. Lakini sasa akili ya mtu mkimya hapo ndio inaanza kukuza mambo, inamfanya yule mtu kuwa adui yake. Kumbe ni rafiki ambaye anamwamini sana na ana vigezo vyote ambavyo anahisi akimpa siri zake haitofika sehemu mbali. Au mtu mkimya anaweza akatuma message, kisha ile message ikacheleweshwa kujibiwa. Basi hapo baada ya dakika chache tatizo lake linaanza. Kwa nini hajanijibu? Nimemkosea au vipi? Au nimemkera? Kuna nini? Naona paka sasa hivi hajanijibu. Ataanza kujilaumu, ataanza kujiona mdogo, ataanza kujiona kwamba hili ni tatizo, wakati ukweli ni kwamba yule mtu yuko biza tu kidogo. Baada ya muda anajibiwa. Sasa akishajibiwa ataanza kujiambia moyoni, kumbe hakuna chochote bwana, ilikuwa nawaza tu sana. Si ndio huyu hapa kajibu bwana. Mimi sasa sijui nikoje. Sasa hii tabia huwa inawatesa sana watu wa kimya, na 90% wanayo. Au anaweza akawa amepita sehemu akamsalimia mtu akawa hakuitikiwa, basi moyo wake utaanza kuuma. Huyu jamaa vipi, mbona hajaniitikia? Ananichukia au vipi? Au niliwahi kumkosea? Wakati mwingine kumbe yule mtu wala hakusikia, yuko mbali kimawazo, lakini tayari ameshaanza kutengeneza tafsiri yake. Kwa nini huwa wanafanya hivi hawa watu wa kimya? Kwa nini huwa wana overthink sana? Kwa nini? Kumbe kuna sababu nyuma hili. Wanafanya hivi haimaanishi kwamba wao ni dhaifu, hapana, wao si dhaifu, lakini watu wa kimya wana overthink sana kwa sababu wanajali sana. Watu wa kimya wana mioyo mizuri. Sasa huwa wanajali maneno wanayoambiwa, wanajali watu, wanajali hisia za wengine, mpaka wanasahau kujilinda wao wenyewe, wanasahau kuhusiana na afya zao. Mwisho wa siku hali ndogo tu wanaifanywa kuwa hali kubwa sana kuliko hata uhalisia wake. Ndio maana watu wa kimya hawachoki kwa kazi, huwa wanachoka kwa mawazo. Akili yao huwa haipumziki, inapiga makelele mno. Sasa kama kuna mtu mkimya amesikia haya na yamemgusa, amejua na hii tabia anayo, basi ajijue kwamba hayuko peke yake, na tatizo si yeye. Yeye ana roho nzuri, ana moyo mkubwa sana, ana tabia nzuri, lakini akili yake sasa huwa inawaza sana kiasi kwamba anajisahau kujilinda afya yake. Sasa basi, kama kuna mtu mkimya anasikia haya na yamemgusa na anajiona kwamba tabia hii anayo, basi ajue kwamba hayuko peke yake, na tatizo si yeye. Tatizo ana moyo mkubwa sana, anajali sana kiasi kwamba hata akili yake inakuza mambo kiasi kikubwa. Kwa hiyo kitu cha kufanya, apunguze kujali sana, apunguze kuchukulia kila kitu rohoni, achukulie kila kitu katika hali ya kawaida. Kama tabia hii unayo, basi andika hapo chini, andika neno ninayo kwenye comment, kisha na mimi nitapitia. Pia usisahau kusubscribe kama hujasubscribe, ili upate video nyingi kali zinazohusiana na saikolojia ya watu na video nyingine mbalimbali. Asante sana na karibu.